Yesu asifiwe sana, mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM kutokea kule Lindi. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Habari ya asubuhi. Naamini kwamba Bwana amekutunza, amekulinda na amekuamsha salama, na Mungu ametupa siku nyingine tena mpya tuweze kusikia neno lake la uzima. Na asubuhi leo nataka nizungumze juu ya nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 16 na wa 17 na wa 18 unasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye, na mvua ikunya juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Tena akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, na nchi ikazaa matunda yake. Tuombe. Bwana wetu Yesu, ni asubuhi iliyo njema ambayo Mungu umetupatia. Umetupa uzima, umetupa afya, na umetuwezesha tena kutokea mbele ya watu wako ambao umewazaa wengine mara ya pili, na wengine wanatazamia kuzaliwa mara ya pili, maana yake kuokoka. Sasa Bwana Mungu, naomba ukaseme na kila mmoja anasikiliza kutoka ndani ya nchi yetu ya Tanzania na hata nje ya nchi hii. Sema na moyo wa kila mmoja na maisha yake, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kama ambavyo nimekuwa nikijitambulisha katika vipindi vilivyopita kwamba naitwa mchungaji Daktari Livingstone Dennis, na niko Dodoma, na tumekuwa tukijifunza masomo mengi tangu Sibuka TV ilipoanzishwa rasmi kuwa chombo cha kanisa la EAGT. Tumekuwa tukijifunza mambo mengi kupitia huduma mbalimbali za watumishi wa Mungu mbalimbali. Na mtukuza Mungu kwa ajili ya chombo hiki ambacho kimekuwa baraka kubwa kwa ajili ya Watanzania na ulimwengu kwa ujumla. Sasa jioni, siku ya leo, ya asubuhi ya leo, nataka tupitie juu ya nguvu ya maombi. Kuna nguvu mbalimbali ambazo zinatenda kazi, na maombi pia ni sehemu ya nguvu ambayo nataka tuione hapa katika kitabu kile cha Yakobo, kama ambavyo tumesoma sura ya 5 mstari ule wa 16 mpaka mstari wa 18. Tunasoma habari za Elia, kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Kwa maana mengine ni kwamba kama ulivyo wewe na kama nilivyo mimi, katika udhaifu, katika unyonge, katika kuwa na njaa, katika kujisikia kama mwanadamu, ndivyo ambavyo Elia alikuwa hivyo. Lakini Biblia inasema yeye aliomba kwa bidii mvua isinye, na mvua ikunya juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, na nchi ikazaa matunda yake. Maombi yana nguvu kubwa sana na yana matokeo makubwa sana ya kushangaza. Maombi yana nguvu kubwa sana na yanaleta matokeo makubwa mno ya kushangaza kwa mtu ambaye atajua namna ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Haijalishi
wewe ni mchungaji, wewe ni mshirika, wewe ni askofu, wewe ni nabii au wewe ni mtume, lakini ikiwa utaelewa tu namna utakavyoweza kwenda mbele za Mungu kwa maombi, utashangaa matokeo ya maombi katika maisha yako. Maombi yana nguvu ya kushangaza sana, na ndio maana mwandishi anasema hapa kwamba huyu alikuwa mwanadamu kama wewe na kama mimi, lakini aliomba na kuna matokeo yalitokea. Aliomba na kuamuru mvua isinye katika nchi miaka 3 na miezi 6. Na tunapokwenda katika kitabu cha Wafalme kule na kuona yale ambayo Elia aliyasema, utaona jinsi ambavyo Elia alitamka. Alisema mvua haitanyesha katika nchi ila kwa neno langu, na akafunga mbingu na akaenda, na kwa miaka 3 na miezi 6 hakukuwa na mvua. Na baada ya hapo ilibidi Elia tena arudi mwenyewe kuomba tena, na alipoomba mvua ikanyesha. Sasa siri ilikuwa nini? Maandiko yanasema siri ya Elia ya matokeo hayo ilikuwa ni kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Na kwa sababu hiyo mwandishi wa kitabu cha Yakobo anasema si swala tu kwamba Elia alijibiwa maombi, lakini anasema yoyote ambaye atatumia nguvu hiyo hiyo ya kuomba kwa bidii ataona matokeo. Ndio maana mstari wa 16 unasema, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana kupate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Akiomba kwa bidii. Ili maombi yajibiwe yana mambo mengi. Lazima kuwe na imani mle ndani. Lazima huyu anayeomba awe na mahusiano mazuri na Mungu. Naona lazima awe na mahusiano mazuri na Mungu. Kama akiwa ni mwenye dhambi, Biblia inasema Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. Lakini lazima awe mtu wa imani, lazima awe mtu mwenye roho ya kusamehe. Naona Yesu alisema katika kitabu kile cha Mathayo alipokuwa anatufundisha juu ya sala ya Bwana. Naona lakini na mambo mengi ambayo tunaweza tukayajua yanaunganisha kuleta matokeo ya maombi ya mtu. Lakini asubuhi ya leo nazungumzia juu ya maombi ya kuomba kwa bidii. Ukisha unganisha mambo haya mengine yote, ukawa mtu wa imani, ukawa mtu wa kusamehe, ukawa mcha Mungu. Lakini sasa baada ya hapo ndio Bwana anasema kwamba maombi ya mwenye haki, maana yake huyu mtu ni mwenye imani, maana yake huyu mtu ni mwenye mcha Mungu, maana yake mtu huyu amesamehe wengine, sasa anaitwa mwenye haki. Sasa kama una sifa hizi zingine zote, una imani, mwenye haki, mcha Mungu, lakini usiombe kwa bidii, huwezi kupata matokeo. Kwa hiyo sasa unatakiwa wewe ambaye ni mwenye haki, mcha Mungu, naona mtu wa imani, mchanganya na kuomba kwa bidii. Uwe na masaa na masaa mbele za Mungu ya maombi, utaona matokeo. Kuna matokeo makubwa sana katika maombi. Na labda nikusomea kitabu cha Yakobo uone kwamba ikiwa utafanya mambo yako mengi lakini ukaacha kuomba, unaweza kupata matokeo kidogo au ukakosa kabisa kupata matokeo. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 pale nyuma
mstari wa pili unasema hivi: mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Unaona, unaweza kufanya mambo mengi sana, lakini kama mambo hayo ukayafanya bila kupita kwenye maombi, bila kuomba, unaweza kupata matokeo kidogo sana, au ukakosa matokeo. Unaweza kukosa matokeo kwenye biashara yako, unaweza ukakosa matokeo kwenye kazi yako, unaweza kukosa matokeo katika mipango yako na malengo yako, kama hautakuwa unaomba. Mwandishi anasema hivi: unaweza kuwa unatamani mambo fulani katika maisha yako yatokee, lakini yasitokee. Unaona, yasitokee. Unaweza ukatumia nguvu kubwa katika kutamani kufanya jambo fulani litokee, lakini sitokee. Biblia inasema kwa nini? Anasema kwa sababu hamuombi. Kwa hiyo nje ya kutokuomba kwa mtu yoyote wa Mungu kunaweza kusilete matokeo katika maisha ya mtu. Lakini sasa, ili kwamba uyaone matokeo, lazima uombe, na ili kwamba uone maombi yako yanaleta matokeo, lazima uweke maombi yako kwa juhudi, kwa bidii. Unaona, uombe kwa bidii, uchukue masaa na masaa katika kuomba, na kuhakikishia kwamba Mungu atafanya kitu na utaona matokeo katika kazi yako, katika maisha yako, katika mipango yako, katika malengo yako. Utaona matokeo. Na siku ya leo nitakuonyesha baadhi ya matokeo yanayotokea kwa mtu ambaye anaomba kwa bidii, mtu ambaye anajitoa kuomba. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, nafahamu watu wengi sana wanakwepa kuomba na wanakosa kulipa gharama ya maombi. Na ukisipolipa gharama ya kuomba, huwezi kuona matokeo makubwa katika maisha yako. Kwa leo nitakupa baadhi ya matokeo, lakini kabla sijakupa baadhi ya matokeo, siku moja nimekuwa katika hali ya kuomba tangu nilipokuwa naanza kuhuduma utumishi wangu. Nilikuwa nimejifunza kupitia kwa watu wa Mungu kadhaa kwamba niliwaona wakiomba na niliwaona wakipata matokeo fulani. Nimekuwa nikijifunza kwa wahubiri ambao wengine wametwaliwa na Bwana. Nimekuwa nikiona matokeo katika mikutano yao ya Injili, kiona watu wanapokea uponyaji, watu wanaponywa, watu wanaokoka kwa mamia katika mikutano yao ya Injili. Naona, na wakati mwingine nimekuwa nikiona kuna watu ambao wamekuwa na mafanikio ya aina fulani katika maisha yao katika siku hizo ambazo mimi nikiwa mhubiri kijana. Sasa nikawauliza siri watu hawa, kwa nini kumekuwa na matokeo katika maisha yao? Na baadhi yao wakaniambia kwamba sababu moja kubwa iliyosababisha kuwe na matokeo ni kwamba walikuwa watu wa maombi, walikuwa wanaomba. Na wakasema ukitaka kuona matokeo katika maisha yako ya kiutumishi na katika huduma na katika kazi mbalimbali, basi lazima uombe. Kwa hiyo nikaanza kuomba, na wakati nilipokuwa nikiendelea kuomba halafu sioni matokeo, nilichukua maombi ya muda kadhaa. Wakati mwingine ninaacha hata kukaa nyumbani, ninajaribu kusafiri na kwenda maeneo kwa ajili ya kwenda kufanya maombi. Wakati mwingine najifungia mahali fulani kuomba, lakini nikawa naona matokeo
madogo sana, na nikaona bado sijafikia kile kiwango ambacho natamani nifikie kukiona, nione matokeo ambayo ningetamani kuyaona yanatokea, lakini naona siyaoni matokeo. Katika hiyo hali ya kupigana na kufikiri kwamba mbona sioni matokeo, siku moja nilisikia Roho Mtakatifu anasema, fungua kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 23 na wa 24. Nataka tusome pamoja mstari hii ambayo ilibadilisha kabisa mwelekeo wa mawazo yangu. Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15 na mstari wa 23. Yohana sura ya 15 samahani, mtumishi wa Mungu, ni Yohana 16. Yohana sura ya 16 mstari wa 23. Yohana 16 mstari wa 13, Biblia inasema, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote kwa jina langu, atawapa kwa jina langu. Mstari wa 24 unasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa, furaha yenu iwe timilifu. Sasa nilikutana na mstari huu, ulinipiga. Mimi nilifikiri nimeshaomba na kwamba sasa nadai majibu ya maombi yangu, lakini Mungu akasema nami kupitia mstari hii kwamba hata sasa haujaomba bado. Unajaribu kuomba lakini bado hujaomba. Omba ili upewe, ili furaha yako ipate kuwa timilifu. Nataka niseme na wewe mtumishi wa Mungu, ndugu yangu unanisikiliza na mtazamaji, maombi yanahitajika bidii. Unaweza ukaomba kiasi fulani kidogo na ukadhani kwamba sasa upokee majibu makubwa. Kumbe Mungu anataka uombe kwa bidii, uongeze nguvu ya kuomba ili uone matokeo katika maombi yako. Sasa leo kwa muda mfupi huu ambao umebakiza, nataka nikuonyeshe matokeo ya maombi katika maeneo kadhaa. Leo tutaangalia maeneo machache kwa ajili ya muda, lakini kama utaweka bidii ya kuomba, utachukua masaa ya kuomba, utachukua muda wa kutosha wa kuomba, haya ndio matokeo utakayaona. Matokeo la kwanza tuliona katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 2 na mstari wa 8. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 2 na mstari wa 8. Kitabu cha Zaburi sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Unaona? Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia. Unaona? Na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Mungu atakupa mataifa. Kama wewe ni mhubiri kama mimi ndugu yako, au ni mchungaji na unataka kuona kundi la watu linakuja kwako, unataka kuona watu wanaongezeka katika kanisa, unataka kuona watu wanakuja kwa Bwana, na unataka kuona nguvu ya Mungu ya kuwavuta watu kuja, basi Biblia inasema maombi. Maombi yataleta matokeo ya kuwaleta watu kwa maelfu.
Ukitaka kuwa na kanisa la maelfu, hakikisha unaomba, hakikisha unamtafuta Mungu, na kuona kanisa lako linaongezeka. Biblia inasema niombe nami nitakupa mataifa kwa urithi wako. Mungu atawatoa mataifa kutoka maeneo mbalimbali, watakuja na wataokoka. Na nimekuwa nikisikia vitu kama hivyo wakati mwingine. Ushuhuda, siku moja nilipata ushuhuda wakati nilikuwa nasoma kitabu. Wanasema kuna mahali katika nchi kule Marekani, miaka ya nyuma, kuna kanisa ambalo yule mhubiri alikuwa ni mtu wa maombi, na alikuwa naomba, na kanisa lote akalifundisha kuomba. Anasema ile nguvu ya maombi ilikuwa inawavuta watu kuja kanisani. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanakuja kanisani, na kiasi ambacho hata serikali ilijua kwamba watu wakiingia pale wanabadilika na wanaokoka, maisha yao yanabadilishwa. Kwa wakati Mungu alikuwa anawaleta wale majambazi sugu, wanawaingiza hapo kanisani. Wakiwaleta hapo, wanakutana na nguvu ya Mungu, wanabadilika, wanaokoka. Lakini nilisoma habari ya mtu mwingine anaitwa John Knox, ambaye alijaribu sana kupeleka injili katika nchi ya Scotland, lakini hakupata matokeo mwanzoni. Aliporudi kutafuta Mungu kwa maombi, Scotland yote ilipata wokovu. Kwa hiyo maandiko yanasema hapa, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Ikiwa unahitaji kuona matokeo ya watu kuokoka, kanisa kuongezeka na hata kufikia maelfu, inategemea kiwango chako cha kuomba. Umeomba kwa kiwango gani? Umemtafuta Mungu kwa kiwango gani? Na hayo ndio utakayoyaona matokeo. Wewe ambaye ni mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Simbuka TV, na wewe wa Radio FM kutoka kule Lindi, bali nazungumza na wewe mtumishi wa Mungu, kwamba ili uyaone matokeo ya kazi ya Mungu katika maisha yako, lazima uwe mtu wa maombi. Lakini jambo la pili ambalo litatokea, hivi ni vitu ambavyo vitatokea katika maisha ya mtu wa maombi. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 33 na mstari wa 3. Kitabu cha Yeremia sura ya 33 na mstari wa 3. Yeremia 33 mstari wa 3, Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mambo makubwa magumu usiyoyajua, Mungu atakuonyesha. Mtu ambaye wewe ni mtu wa maombi, utashangaa kuna mambo yatakayotendeka kwako ambayo hukuyatazamia, hukuyafikiri, hukudhani kwamba inaweza kutokea. Lakini kwa kadri utakavyoendelea kuomba, Mungu atafanya mambo makubwa katika maisha yako ya utumishi. Utaona watu wanafunguliwa na kuponywa kwa namna ambayo hata hukuwahi kufikiri kwamba inaweza kutokea. Unaweza kuona vilema, unaweza kuona vipofu wanafunguliwa, wanapona kwa namna ambayo hata hukufikiri kwamba inaweza kutokea. Mungu anasema niite nami nitaitika. Ukiweka nguvu ya kuomba, ukawa na muda na masaa ya maombi ya kutosha, maombi yako ukayaweka kwa nguvu, wakati mwingine ukatumia mpaka masaa 5 katika maombi kwa siku, utashangaa mambo makubwa magumu mazito ambayo hukuwahi kuyafikiria yakatokea. Utaona miujiza ya kushangaza, na watu wanatusimulia, na wengine tumekuwa tukiyasikia, na wengine tumekuwa tukiyaona. Mambo makubwa mno yanatokea. Mhubiri mmoja alikuwa station, wakati kwa station na treni inapita. Sasa imefika station pale, treni imesimama. Yule mhubiri aliambiwa tuangalie kwenye treni, na wale watu ni kama kwa wakati mmoja watu wakaambiwa wamtazame mhubiri. Lakini walipomtazama
wanatuambia, historia inatuambia watu walianza kupiga kelele kwa kulia na kutubu kwa kutazama tu uso wa yule mtu. Wakasema tunaona kana kwamba anaona dhambi zetu. Yule mtu alikuwa mtu wa maombi, alikuwa mtu wa maombi, na nguvu ya Mungu ya kushangaza ilikuwa juu yake. Unaona? Sasa kadri ambavyo utamtafuta Mungu kwa maombi, Mungu atakuonyesha mambo makubwa. Utaona miujiza, utaona maajabu, utaona watu wakifunguliwa, utaona watu wakiponywa. Hakutakuwa na neno gumu lisiowezekana. Utaona mambo yasiyowezekana yanawezekana. Utaona mambo yaliyoshindikana yanawezekana, mradi tu kwamba wewe umeamua kuomba. Lakini jambo lingine la tatu ambalo naweza nikakupa jioni ya leo, katika kitabu cha Isaya sura ya 45. Kitabu cha Isaya sura ya 45 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kitabu cha Isaya, Biblia inasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye amemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Anasema, nitakwenda mbele yako na kupapasawazisha malipo palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali kwa jina lako na Bwana Mungu wa Israeli. Nitarudia mstari wa 3. Anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Naona tumishi wa Bwana, jambo lingine ambalo linaweza kutokea katika maisha yako ni Mungu kufungua milango ya kufanikiwa. Utaanza kuona hata mali zilizofichwa zinajitokeza, hata mahali ambako shetani alifungia mali kwamba mtu usifanikiwe. Unajua, mali zote tulizoko duniani ni za Mungu. Mungu alisema katika Biblia kwamba mali na dunia nzima ni mali yake, fedha na dhahabu ni mali yake. Mungu ndio mwenye mali. Lakini ukisoma kitabu cha Mathayo unakuta Yesu Kristo anakutana na shetani, na shetani anamwambia, nisujudie kidogo halafu nikupe vitu vyote hivi kwa sababu viko katika uwezo wangu. Sasa unaona hapo, shetani anasema vitu vile viko katika uwezo wake, lakini Mungu anasema vile vitu ni mali yake. Tunapojifunza kupitia hapo, tunajifunza neno hili kwamba mali yote ni ya Mungu, lakini shetani amehozi mali ya Mungu, ameikamatia mali ya Mungu, na sasa anatoa kwa watu kwa masharti. Unaona, anatoa kwa watu kwa masharti, lakini ile mali ni mali ya Mungu. Shetani alipomdanganya Adamu na Adamu alipokubali kudanganywa na shetani, shetani akawa mtawala wa dunia. Kwa hiyo akashikilia mali za dunia. Sasa anatoa kwa watu kwa namna ya masharti. Sasa tunapokwenda kwa Mungu kwa maombi, nguvu ya maombi inasababisha hata vile ambavyo shetani alivishikilia vitoke. Kuna nguvu ya maombi itaving'oa. Anasema nitavunja mapingu, nitavunja machuma, nitavunja mashaba, nitavunja vitu vingine, ili kuhakikisha kwamba hazina zilizojificha, zilizostirika mahali pasiri zinakuja kwako. Mungu ataleta fedha kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kusini. Ataleta mali na utaona unafanikiwa, utaona unastawi, kwa sababu wewe ni mtu wa maombi.
na maombi yatasababisha hivyo vifungo vyote vivunjwe. Sijui kama unanielewa, mtumishi wa Mungu, ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji wa Sibuka TV. Chukua muda wako mbele za Mungu kwa maombi. Utaona matokeo ya kushangaza. Tunaona hasira zilizotirika kama vile wale wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Ile mali ya Misri, Biblia inasema kwamba Mungu alisema, mtawateka wa Misri, nitawapa upendeleo. Mtaenda mtaokoa wa Misri, mtawaomba, nao watawapeni vitu vyote, watawapeni kila mtakachohitaji. Wa Misri wakatoa vitu, na maandiko yanasema wale wa Israeli wakawateka wa Misri. Kwa hiyo utateka na kuchukua mali zilizofichwa mahali pa siri kwa njia ya maombi. Kwa kuwa muda wangu umeisha, naomba niishi hapa, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kaza kuomba, kaza kumtafuta Mungu, utaona matokeo ya kushangaza. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, mbariki ndugu yangu huyu ambaye anaingia katika kazi zake sasa za mchana wa leo. Mpe neema na azidi kujua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye utamwezesha ikiwa atakuwa tayari kukutafuta uso, akiwa tayari kukuomba. Lakini zaidi ya kuomba, lazima hakikishe maisha yake ni maisha matakatifu. Mungu mjalie katika jambo hilo pia, apate kujua na kubadilika na kukubali kukupa maisha yake. Halafu akikaa katika maombi, ataona matokeo ambayo hajawahi kuyaona katika maisha yake yote. Namweka katika mikono yako sasa, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV na Radio FM kutoka kule Lindi. Tutaonana tena usiku wa leo saa 3. Karibu kulisikiliza. Nitakufundisha somo la imani litakayokusaidia tena kupiga hatua. Mungu akubariki sana.